Haya ni matangazo ya moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu, mimi ni Regina Mziwanda. Shukrani msikilizaji kwa kujumuika nasi, nikitumai hujambo hapo ulipo. Nami ni Karorobi. Tulionayo katika Dira ya Dunia: Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi awataka raia kujiepusha na matamshi ya chuki wakati DRC ikiadhimisha miaka 65 tangu kujinyakulia uhuru. Raia wazungumza. Mie sijue kama Kongo tushaka kuwa na uhuru kabisa, kwani tungali nategemea inji jirani, tungali nategemea inji za wazungu. Hakuna hata uhuru fulani ambao sisi wakongomani tunatarajia kusherekea ama tunapasa kusherekea. Mchuuzi Boniface Kariuki aliyepigwa risasi kichwani na polisi nchini Kenya katika maandamano ya umma amefariki dunia baada ya kuwa mahututi hospitalini kwa majuma mawili. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP laonya kuwa wakimbizi wa Sudan waliokimbilia nchi jirani wanakumbwa na baa la njaa kufuatia kupungua kwa ufadhili. Na Iran imesisitiza ina haki ya kuendelea na urutubishaji wa madini ya urani wiki moja baada ya Marekani na Israel kushambulia vituo vyake vya nyuklia. Tulikuwepo nyumbani, mimi ndugu yangu tunafanya pilika zetu, na hafla tukasikia sauti kuja kufungua taarifa za habari, tukaona kwamba kuna mashambulio ya Israel na Iran. Viwanjani, England chini ya umri wa miaka 21 wahifadhi taji la Ulaya. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni habari za dunia, msomaji ni Victor Kenani. Israeli imefanya mashambulizi ya anga na mashambulizi ya mizinga katika ukanda wa Gaza kufuatia amri ya kuwalazimu watu kuhama iliyotolewa kwenye maeneo mengi. Maafisa wa afya wa Palestina wanasema angalau watu 40 wameuawa kote katika eneo hilo. Wanasema kwamba watu 14 waliuawa katika ghala la misaada katika eneo la Zeitun katika jiji la Gaza. Huko Rafa, kusini mwa Gaza, watu 13 wameripotiwa kuuawa walipokuwa wakisubiri kupokea misaada. Mtu mmoja aliyeshuhudia mashambulizi hayo alisema yalidumu usiku kucha na kutikisa ardhi, akisema alihisi kama ni usiku wa kwanza wa vita kwa mara nyingine. Amri ya kuwalazimu watu kuhama iliyotolewa na Israeli hivi punde ni miongoni mwa kubwa zaidi tangu vita hivyo kuanza dhidi ya Hamas tena mwezi Machi. Serikali ya Togo imekanusha madai ya mauaji wakati wa maandamano ya hivi karibuni ya siku 3 dhidi ya serikali yaliyofanyika katika mji mkuu Lome. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, mamlaka za Togo ziliwalaumu watu binafsi ambao wengi wao wanaishi nje ya mipaka ya taifa kwa kuendesha kampeni ya upotoshaji na uchochezi wa chuki, vurugu, ukosefu wa nidhamu na kutotii sheria za kiraia. Martha Saranga anaarifu zaidi. Mashirika ya kiraia yaliripoti kuwa watu 7 waliuawa wakati wa maandamano hayo. Wanadai kuwa miili 7 ilipatikana katika wangwa ya Lome, madai ambayo polisi wameyakanusha, wakisema baadhi ya vifo hivyo vilisababishwa na kuzama majini. Mashirika yasiyo ya kiserikali pia yameripoti kuwa zaidi ya watu 60 walikamatwa. Vyanzo vilivyozungumza na BBC vinasema kuwa ukiukwaji wa haki za binadamu ulifanywa na baadhi ya maafisa wa vikosi vya usalama pamoja na makundi ya wanamgambo wanaoiunga mkono serikali wakati wa maandamano hayo. Akizungumza kupitia televisheni ya taifa, waziri wa mambo ya ndani wa Togo, Hodabalo Awate, alisifu tabia njema ya wananchi wetu na uweledi wa vikosi vyetu vya usalama. Aliuhakikishia umma kuwa serikali itachukua hatua zote muhimu kulinda usalama wa raia wake. Maandamano hayo yalichochewa na ongezeko la hasira za umma kutokana na kukamatwa kwa wakosoaji wa serikali, kupanda kwa bei ya umeme na mageuzi ya katiba ambayo yameruhusu Rais Faure Gnassingbe kuimarisha udhibiti wake wa madaraka. Rais huyo ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2005 aliapishwa hivi karibuni mnamo Mei kama rais wa kwanza wa baraza la mawaziri, hatua ambayo wengi wanaiona kama njia ya kuimarisha utawala wake na kuongeza muda wake madarakani. Wanaume 9 wamepatikana na hatia kaskazini mwa Ufaransa kwa kusababisha vifo vya wahamiaji waliokufa maji baada ya boti yao kuzama katika njia ya maji kuingia Uingereza. Boti hiyo ilikuwa imeondoka kutoka pwani ya Ufaransa mwezi Disemba mwaka 2022 ikiwa na takriban watu 50 waliokuwa wakijaribu kufika Uingereza. Hata hivyo, boti hiyo ilizama kabla ya kufikia walikokusudia na abiria 8 walikufa maji. Wanaume waliopatikana na hatia wanatoka Afghanistan, Syria na Iraq na waliambia mahakama kwamba walilazimishwa kushirikiana na wasafirishaji haramu wa binadamu.
Hata hivyo, mahakama ilisikia ushahidi ulioonyesha kuwa walikuwa wahusika wakuu katika uendeshaji wa mtandao huo wa usafirishaji haramu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limeonya kwamba mamilioni ya wakimbizi wa Sudan wako katika hatari kubwa ya kukumbwa na njaa na utapiamlo kutokana na kupunguzwa kwa kiasi kikubwa cha msaada wa chakula cha kuokoa maisha. Zaidi ya watu milioni 4 tayari wamekimbilia katika nchi jirani kutafuta chakula, makazi na usalama kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili. Zaidi na Ahmed Bahaj. Kilichoelezwa kuwa janga kubwa zaidi la njaa duniani sasa kinazidi kwa kibaya. WFP imeiambia BBC maboksi madogo ya chakula yaliyopangwa kudumu kwa wiki 2 sasa yanapaswa kuwatosheleza wakimbizi kwa hadi wiki 6. WFP imesema inahitaji zaidi ya dola milioni 200 za Kimarekani ili kuendeleza kusambaza msaada wa dharura kwa wakimbizi wa Sudan walioko katika nchi jirani kwa kipindi cha miezi 6 ijayo. Ndani ya Sudan, shirika hilo limeongeza msaada wake kufikia zaidi ya watu milioni 4 kila mwezi, mara 4 zaidi ya idadi waliokuwa wakihudumiwa mwanzoni mwa mwaka 2024. Shirika hilo linahitaji zaidi ya dola nusu bilioni kwa ajili ya operesheni za kuokoa maisha ya watu walio hatarini zaidi ndani ya Sudan. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyozuka kufuatia mvutano kati ya jeshi la Sudan na kikosi pinzani cha Rapid Support Forces RSF vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na kufanya wengine milioni 12 kuyakimbia makazi yao. Na Iran imesema kuwa watu wasiopungua 935 sasa wamethibitishwa kuuawa katika mzozo wa siku 12 kati yao na Israel pamoja na Marekani. Msemaji wa idara ya mahakama ya Iran alisema kuwa watoto 38 ni miongoni mwa waliouawa. Israel imesema kuwa ililenga maeneo ya kijeshi na ya nyuklia ya Iran pamoja na maafisa waandamizi wanaohusishwa nayo wakati wa mashambulizi yaliyofanywa mapema mwezi Juni. Iran imeendelea kusisitiza haki yake ya kuendelea na shughuli za kurutubisha urani. Katika mahojiano na BBC, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Majid Takit Ravanchi, alisema kuwa serikali haitakubali kuingia katika mazungumzo yoyote hadi pale utawala wa Trump utakapotoa dhamana kwamba hautaishambulia Iran wakati wa mazungumzo hayo. Hii ni BBC. Naam, taarifa kuu za dunia zimesomwa na Victor Kenani akiwa Nairobi. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Magharibi mwa Kenya, matangazo haya yanasikika kupitia Nyota FM. Nchini Tanzania, Dira ya Dunia unaweza kuipokea kupitia Radio 5 Arusha na Radio Free Africa kule Mwanza. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Unaweza pia kutuma maoni yako ama jumbe na baadaye tukasoma ujumbe huo.